Bwana, mambo vipi? Naitwa Mr. Ramsey Decoration hapa. Bwana, Mr. Ramsey Decoration bwana, leo amekuja pande za Kibaha. Alikuwa na mteja wake mmoja akiwa yupo nje ya nchi. Kwa alikuwa amepiga naye mastori nini, wamekubaliana. Leo amemtuma katika eneo lake. Lakini bwana, huyu mteja wangu kutoka huko sehemu aliko, kuna ndugu yake ambaye alikuwa anamtumia, ndio anamtumia hizo pesa za kununua material. Kwa bwana, Mr. Ramsey Decoration amekuja kufanya survey ya kiwanja ili waone mjengo gani watakaoweka hapa. Lakini kwa maelezo aliyopata kutoka kwa mwenye kiwanja chake, alisema kwamba atakuta tofali zipo, atakuta material yani yamejaa kwenye uwanja. Lakini cha kushangaza, Mr. Ramsey Decoration amefika hapa, hamna alichokikuta, hamna cha tofali wala material yoyote, zaidi ya mchanga tu umemwagwa hapa, kigali kidogo na kifensi. Ameanza kumjengea kile kifensi kidogo. Kwa baada ya mteja kuona mambo yake yaendi, akanituma Mr. Ramsey Decoration. Kwa hiyo bwana, hapa nawasanua wale wadada wetu wanaokaa nje za nchi, yani nje na Tanzania. Huyu dada yangu bwana yupo Uarabuni, anafanya kazi huko. Kwa hiyo naona alinipata YouTube Mr. Ramsey Decoration, akanituma nije nimfanyie survey ya kiwanja chake kwa makubaliano ya kuja kufanya ujenzi wa gorofa ya room 2 chini, room 3 juu. Kwa hiyo bwana, huyu mteja alichagua ramani aliyochagua tumeshakubaliana. Mr. Ramsey leo ndo nimekuja pande za Kibaha. Cha kushangaza bwana, mambo niliyokuta hapa ni hatari. Kwa hiyo bwana, nawasanua nyinyi wadada ambao mko nje, ambao mnatumia sana ndugu zenu kuwapa pesa ili waandalie material kwenye viwanja vyenu. Mwisho wa siku unachokikuta hakuna kitu kinachoeleweka. Kwa mfano kama dada huyu hapa aliniambia nitakuta tofali 1400 kwenye hiki kiwanja zimekaa, ambazo ndugu yake ameshamnunulia. Na hadi sasa hivi huyo ndugu yake tukimpigia simu bwana hapatikani, na huyo ndugu yake amegoma kabisa kutupatia ushirikiano. Kwa hivyo tumetumia mtu mwingine ambaye ametuleta kwenye hiki kiwanja. Amemleta Mr. Ramsey Decoration kwenye hiki kiwanja. Kiwanja ndio hiki hapa kama mnavyokiona wadau. Kwa hiyo wadada ambao mko nje, hebu kuweni makini sana na hao watu ambao mnawapa pesa waandalie ujenzi kwenye maeneo yenu. Alafu inakuwa hatari kama hii hapa. Hasa mtu kama huyo hapo, huyu nafikiri unamfanyaje hapa? Kwa hapa bwana, ndo nitamtumia huyu dada video yake, video ya eneo lake, kwamba hamna tofali, hamna kitu chochote. Nzeni kuona hisi udada itabidi akae ajipange tena ili ndo ujenzi uanze. Kwa hiyo ndugu ameshamrostisha kama hivi, kiwanja kimekuwa kitupu, kiwanja kijasafishwa, yani ni nyasi tupu. Afu ndugu kimuuliza anakuambia, anampigia dada mtu anamwambia kwamba bwana dada, vifaa tayari, material tayari, yale imekata, tuma pesa nyingine. Kumbe hamna kazi inayoendelea wadau. Kwa hiyo nyie dada zetu ambao mpo nje ya nchi, mimi na Mr. Ramsey Decoration anapenda kuwasanua. Kama wewe dada ambao upo nje ya nchi unataka kujenga, fanya ujenzi wako wewe mwenyewe, usitegemee ndugu. Ndugu mara nyingi ndo wanarudisha watu nyuma, yani wanakata maendeleo yako. Unaweza kuwa upo nje ya nchi, una ndoto zako za kujenga, unamtumia ndugu yako pesa, alafu ndugu yako ile pesa asifanyie kile ambacho unahitaji wewe kufanya. Kwa hiyo nawasanua nyie madada ambao mko nje ya nchi, kweni makini sana na ndugu zenu ambao mnawaamini kwenye masuala ya ujenzi. Kwa hiyo hapa Mr. Ramsey Decoration bwana amefika, anarudisha majibu kwa huyu mteja wake, aone kitu kilichofanyika. Inzeni wakae na mteja wake, waanze tena upya ili Mr. Ramsey Decoration bwana arudi kwenye kiwanja hiki ili kufanya kazi. Kwa sababu Mr. Ramsey alishakuja leo kwa dhumuni la kufanya kazi, kwamba alishaambiwa matofali hapo, kila kitu kipo, lakini matokeo yake alichokikuta Mr. Ramsey Decoration kinamshangaza. Hakuna tofali hata moja hapo kwenye hiki kiwanja bwana. Kwa hiyo mdau, wewe mteja unaosikiliza, ambao unahitaji kufanya ujenzi, upo nje ya nchi, usimwamini ndugu yako haina yoyote. Pesa bwana haiamini mtu yoyote yule. Wewe bageni na fundi wako ndio akamilisha ujenzi wako. Kwa sababu Mr. Ramsey Decoration swala linalombeba ni uaminifu. Mr. Ramsey Decoration ni fundi mwaminifu sana. Ameshawafanyia kazi watu wengi ambao wako nje, na ndio maana wanaendelea kumwamini. Kwa mfano kama huyu dada, huyu kuna rafiki yake ambaye nilimfanyia kazi, akampatia namba huyu dada naye amenitafuta kwa kuona maendeleo ya site yake hayaoni. Ndio amenituma Mr. Ramsey Decoration kuja Kibaha. Ameshafika kufanya uchunguzi wake Kibaha,
alichokikuta ndo hiki, anarudisha majibu Mr. Ramsey Decoration. Bwana, hii leo hii ni hatari sana hii. Hii ni hatari sana. Kiachana na hii, na mteja wangu mmoja yupo maeneo, na yeye yupo maeneo ya huko Uarabuni huko. Naye anasema na kiwanja chake kipo Morogoro. Kwa hiyo naye nadhani akiona hii itamshtua sana kama ilivyomshtua huyu dada wa Uarabuni. Naye itamshtua sana. Naye ana kiwanja chake, alinipigia simu leo, alitaka tukafanye ujenzi Morogoro, lakini baada ya kumpigia ndugu yake akawa ananipa sababu nyingi sana. Kwa hiyo naweka hivi na wasanua nyinyi madada ambao mnaishi nje ya nchi. Yaani nyinyi madada ambao mnaishi nje ya nchi, msipende kutegemea sana ndugu. Ndugu ni watu ambao wanarudisha maendeleo sana nyuma. Kwa hiyo dada, nakupa pole, tena pole sana. Kiwanja nimefika site, lakini hakuna tofali, hakuna kitu chochote kilichofanyika. Niko na kijimsingi tu ambacho kimewekwa, ambacho naambiwa pesa imeisha. Kwa ndo hii. Dada ananiambia hapa alimkabidhi ndugu yake, alimtumia shilingi milioni 10 ili aweze kumwandalia material ili Mr. Ramsey Decoration akifika afanye ujenzi. Lakini Mr. Ramsey Decoration ndio ameshafika. Hamna chochote kinachoeleweka kwenye hiki kiwanja jamani. Kiwanja chenyewe ndio hiki mnachokiona. Kina kiukuta kimezunguka, kipo wazi. Na huu mchanga ndo ukiambiwa ndo ndugu yake kaweka mchanga huo hapa. Yaani kiloli kimoja kaweka milioni 10 imekata, na ile fence aliyojenga milioni 10 ndo imekata hapa. Kwa hiyo muone jinsi gani ndugu wanarudisha maendeleo ya watu jamani. Ndugu wanarudisha sana maendeleo ya watu. Kwa wale madada wanaowasa nchi za nje wanategemea, wanawasa nchi za nje wanategemea ndugu, wanaumia kwa staili hapa. Kwa hiyo huyu dada tayari ameshaumizwa. Kwa hiyo dada, nakupa pole sana, tena pole sana. Nadhani ukiona hii video utashangaa. Hiki ndio kiwanja chako kile ulichomtuma Mr. Ramsey Decoration aje akiangalie na akifanyie quotation kwa ile ramani mliokubaliana. Lakini alichokikuta kwenye kiwanja kipo plain, hakina tofali, hakina chochote, hakina kokoto. Na wala huyo ndugu yako hataki kutupatia ushirikiano wa aina yoyote. Kwa hiyo maana hakuna alichokifanya. Kwa hiyo dada, nakupa pole sana Mr. Bwana, wewe mdada wote ambao upo nje, nadhani ukiona hii video hii imeshawasanua wadada wote ambao mko nje. Msipende kuamini ndugu zenu, na mkishaona hii video nadhani mtakuwa mmesanuka. Mr. Ramsey, ukitaka swala lako liende vizuri, mtafute Mr. Ramsey Decoration. Mr. Ramsey Decoration inapatikana kwa namba ya simu 0718 31 92 64. Mr. Ramsey Decoration hapa. Poleni sana nyinyi ambao mpo nje ya nchi. Ndugu ndo wanawaua kwa staili hii jamani. Asanteni sana, kwa na wengine pia wapate fundisho kwamba ndugu sio mtu. Hii ni hatari ese. Ndugu unamwamini milioni 10 afu anakufanyia kitu kama hicho.